Mheshimiwa Mufti, mimi nisiwe na maelezo mengi. Sisi tuliona mwaka huu tuwaze tofauti. Kwa leo tumekuomba uwe mgeni wetu rasmi hapa, lakini tunaamini ndani ya siku chache zijazo, kati ya Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa, kabla ya siku hazijaisha hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutakuomba pia tushiriki na wewe katika futari kwenye maeneo ya kawaida, ili watoto, akina mama na akina baba ambao wamekosa futari waweze kushiriki kufuturu nawe, na hiyo ndio itakuwa maana halisi ya sadaka. Tumefanya hivi Mufti, moja, ili tusaidie kuomba dua kwa taifa letu, na tukiwaeleza watu ukweli tunapona na tunaponya Tanzania. Kwa tukasema kabla hujafanya jambo lolote, ni vizuri ukatafakari kuhusu hiki kizazi kinachokuja kuzaliwa kinaweza kikasononeka kwa namna gani kisipoukuta upendo wa mzazi. Kwa hiyo ndio ile tunasema unaweza kujaliwa watoto 10, watoto 15, watoto 20, watoto wawili. Kikubwa sio tu wale kuangalia, kikubwa ni kwamba je, watoto hawa ambao Mungu amekujalia wanaweza kuja kuwa ni matunda sahihi kesho? Na watakuwaje ni matunda sahihi kama hakuna naye uhamrisha kwenda madrasa, kama hakuna naye uhamrisha kwenda Sunday school, kama hakuna naye uhamrisha kusema kuwaheshimu wakubwa na wadogo, kama hakuna naye wakemea madhara ya wizi, madhara ya bangi, madhara ya kitu gani, ili kesho huyu mtu aje au kiongozi na baraka katika taifa letu. Siku nyingine niliwahi kusema kwamba Mheshimiwa Rais wetu sisi ni Muislamu kwa imani yake. Mimi Albert Chalamila ni Mkristo kwa imani yangu. Angekuwa ni mbini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, angeweza hata mimi kumteua au kutomteua, au angemteua hata Muislamu. Lakini mimi nimekuja ni Mkristo, na mwingine ni Muislamu, na mwingine ni Msabato, na mwingine ni nani. Nikasema Mheshimiwa Rais, ninyi mkimtazama Mheshimiwa Rais mnafarijika kwa sababu mafunzo na visomo alivyovipitia katika kuanzia shule ndogo za madrasa anapokuwa, hata shehe wa madrasa wa darasa, mwalimu wa darasa akimtazama anaona furaha na faraja moyoni kwamba kila alichofundisha ameinuka na kuwa kiongozi wa taifa letu, kuliko angemkuta mtu anakuta bangi, amepotea mwelekeo, hana mwelekeo wote. Angesononeka kwamba au mimi mwalimu sikuwa na matunda na mawaidha mazuri kwa mwanafunzi wangu. Lakini mwanafunzi anaponyanyuka na kuwa ni kielelezo cha taifa, anaibeba pia imani iliyomfunza na iliyomkuza, inakuwa ni kielelezo kizuri kwamba alipata darasa lenye msaada, lenye mwanga, na linaloweza kuwa na tija kwa Watanzania wote. Kwa hiyo Mufti, tunapokuwa kwa pamoja katika sadaka hizi, tunataka kina mama hawa washiriki katika kuomba, washiriki katika dua, lakini washiriki katika kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na amani, na hasa nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi. Mivurugano huwa ni mingi sana na uongo huwa ni mwingi sana. Anaweza kaja tu hapa mtu akasema Mufti sio yule Mufti, anampinga sana Mheshimiwa Rais. Yule Mufti ameandaa kabisa, Mufti alienda mpaka Tanga kule juzi. Sasa unajiuliza, Tanga Mufti anaendaje? Si kwao, si ndio jamani? Sasa mtu mwingine Mufti anakwenda nyumbani, mtu mwingine alichukua neno Tanga, anadhani kwamba anakwenda kufanya mambo tofauti ambayo hayapo katika taifa letu. Sasa hiki ni kipindi cha mifaragano, ni kipindi cha watu kuongea mambo, na ndio maana nasema tuendelee kuliweka taifa letu katika mikono ya mtume wetu, ili mambo yote aweze kwenda kama vile Mungu anavyoyataka. Tukifanya namna hiyo, walawa, tukifanya namna hiyo, tutakuwa tumefika hatua ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, sisi hatuna nyingine, lakini zaidi ni kwamba hiki ni chakula ambacho tuliona mama mmoja akishiriki katika sadaka hii, nyuma yake ana watoto, nyuma yake ana ndugu, na nyuma yake ana familia. Kwa watashiriki wengi katika hii sadaka ndogo.
Na baada ya hapo, baada ya kumaliza hili, kama nilivyosema, tutakuomba tena wiki hili tushiriki tena katika sadaka hii kwa watu wengine wa kawaida sana ambao wanaweza kuona na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho watapata. Kwa baada ya kusema haya, mimi naomba nikukaribishe ili uweze